Mungu ni mwema. Kila wakati. Siku ya leo kama nilivyotanguliza katika utangulizi wa siku ya leo, tunasherehekea sikukuu ya Mtakatifu Antoni ambaye alikuwa Mfransisko. Na najua ya kuwa nyinyi mnawafahamu wa Francisco vizuri kwa sababu kule kwenu mko na Padre Dennis, Padre Msalila, mko na wao huko kwa sababu wale ni ndugu wadogo wa Francisco wa Contemporary. Low battery. Please charge. Na mimi pia na wale wanaohudumu katika hii shrine ni ndugu wadogo wa Contemporary. Na leo tunafuraha kama shirika pia tukisherehekea mmoja wetu. Ya kuwa vile nimesimama hapa pia mimi siku moja kizazi kijacho kinaweza nisherehekea kama mtakatifu, si ndio? Amen. Na same na nyinyi pia. Na Mtakatifu Antoni kama vile tumesikia masomo ya leo, kuna mambo makadhaa ambayo yameguzwa katika somo la leo. Jambo la kwanza ni kuhusu familia ama kuhusu toa marriage. Mtakatifu Antoni anajulikana kama patron of the married people ama mtakatifu ambaye anasimamia toa. Mnajua ni kwa sababu anajulikana hivyo ni kwa sababu ya muujiza uliotendeka siku moja. Siku moja kulikuwa na kiongozi mmoja ambaye alikataa mtoto wake baada ya mke wake kuzaa, akisema ya kuwa huyo mtoto alikuwa out of wedlock. Low battery. Please charge. So mtakatifu huyu mtoto babake akamkataa, tuseme kama mea wa sehemu. Wakati huyo mtoto alipozaliwa na ni mtoto mchanga, hiyo kesi ikakuwa ni kubwa sana. Mamake hawezi jitetea. So Mtakatifu Antoni aliposikia hayo maneno, alikuja akamshika ule mtoto na kumuuliza, tuelezee baba yako ni nani? Yule mtoto na mtoto mchanga ambaye hawezi zungumza, akaonyeshana baba yangu ni huyu. Kwa hivyo hiyo ndoa ikasimama na hiyo familia ikasimama kwa sababu ya muujiza wa Mtakatifu Antoni. Ni miujiza mingi ambayo inashirikishwa na Mtakatifu Antoni. Kuna mwingine ambayo mtu alikuja kufanya kitubio kwake, kijana akasema ya kuwa alimgoga teke mama yake. Naye Antoni aliposikia hivyo kwa kustuka akamwambia, mtu akifanya tendo kama ile, mtu anayeweza kumchapa babake ama mamake, ile sehemu aliyotumia kumchapa iko low battery. Please charge. Kama vile tunasikia katika Injili ya leo, kama unakosheshwa na mkono ama kidole ufanye nini? Ukikate. So aliposema hivyo, yule kijana hakuchukua Antoni kama utani. Alipofika nyumbani, alienda akashika shoka akakata ule mguu. So alipokata ule mguu, alipoulizwa nani amekwambia, akasema ni Antoni. Watu wengi wakambeba wakamleta kwa Antoni. Antoni akaweza kurudisha ule mguu. Pia akatufunza ya kuwa pia tusichukulie sometimes sisi kama mapadri huwa tunajua msichukue serious sana, si ndio? Because kama yeye alichukua ya kuwa ameambiwa hiyo ni penance yake, although Antony was joking. Kwa hivyo ni mtu ambaye anajulikana kwa kupitia maneno yake na matendo yake. Mtakatifu Antoni, inasemekana siku moja kijiji kimoja kinaitwa Meriti walikataa kusikia, huko Italia walikataa kusikia neno lake Mwenyezi Mungu, wakajiigiza kwa mafundisho ambayo hayakumpendeza Mwenyezi Mungu. Low battery. Please charge. Alikuwa anapenda sana kuhubiri. Alipofika ule mtaa akaona hawa watu wakamsikiliza. So akafika baharini akielekea huo mtaa na akaweza kualika samaki wengi. Maelfu wa samaki wakakuja kumsikiliza Antoni kwa sababu sauti yake na ulimi wake ulikuwa wa kumpendeza Mwenyezi Mungu, na alichohubiri kilitokana na moyo wake, kilitokana ndani mwake. So alipohubiria wale samaki maelfu na maelfu, watu wengi wakasikia ule muujiza, wakakuja kumtazama kumuona anachokifanya. Walipofika wakapata ya kuwa Antoni anasikilizwa na samaki, wakaweza pia kumsikiliza. Na ule mji ukafanya nini? Ukaweza kubadilika. Kwa hivyo Antoni alipenda sana kuhubiri. Na katika maisha yake tangu utotoni mwake alipenda kwenda kuhubiri hapa Afrika. Alikuwa mmojawapo wa early missionaries waliotaka kuja hapa Afrika. Lakini katika ile safari ya kuja Afrika ilifika sehemu wale ambao low battery. Please charge. Jana aligojeka kwa muda, alipoomba ruhusa tena kuja Afrika hakuweza kufika Afrika.
akakata tamaa katika imani yake na katika mafundisho yake. Lakini wale waliokuja Afrika wote wakauawa. Yeye kama mtakatifu akabaki kule Padua. Akawa hana tamaa, amekata tamaa katika kueneza Injili, hana kufanya. So akaamua kuwa tu just a humble friar. Na katika ile kati ya kuwa humble friar ndio aliweza kujulikana ya kuwa ni mtu ambaye anaweza kuhubiri kwa ulimi wake na kuweza kuwavutia watu wengi wamrudie Mungu. Na kupitia kwa masomo yake aliweza kuwabadili watu wengi sana. Na ndio hata alipokufa baada ya kifo chake inasemekana alimaliza miezi 9 na Papa Mtakatifu Gregory wa 9 akaweza kumfanya mtakatifu. Kwa hivyo ni mtu ambaye anajulikana na ni mtu ambaye low battery, please charge yake. Na pia sisi anaweza kuwa somo letu siku ya leo ni muujiza ya kuwa tuko hapa katika shrine ya Bikira Maria siku ya leo. Si ndio hapa Kenya. We might take it as one of the miracles ya Mtakatifu Antoni ya kuwa ametuwezesha kufika hapa. Na kila jambo tunapomwomba Mungu siku ya leo, tukirudi kwetu tukiwa na matumaini ya kuwa Mungu amefanya nini? Ameshafanya. Kila wakati tunapokuja katika ibada ya misa, huwa nasema ni wakati wa shukrani. Kumwambia Mungu asante kwa sababu hata kabla niyaseme umeshafanya nini? Umeshayajibu na umeshayafanya. Kwa hivyo mimi furaha yangu ni ya kuwa tukitoka hapa, kwa sababu leo ni siku ya ambayo tunasherehekea miujiza. Kwako kutakuwa na muujiza. Si ndio Kwa familia yako, kwa kanisa lenu, kwa jumuiya yenu ya wanakwaya, na mimi nawatabiria leo kutakuwa na miujiza, kwa sababu hatuwezi fika hapa shrine tuopewe na watu wawili, Bikira Maria mama watakatifu wote na Antoni akwe yuko pamoja nasi siku ya leo na low battery, please charge. Ndio Kwa hivyo hiyo ndio sala yangu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na